Siku moja paka alimwambia mbwa, mbwa mwenzangu, una bahati, yaani unapendwa, bosi anakupenda kweli. Akirudi tu anakuita Bobi, Bobi, anakuita. Akitoka kwenda matembezini anakuchukua, mnaenda naye, mnatembea. Yaani jamani, anakuletea nyama. Yaani jamani, mwenzangu una raha, sio kama mimi. Mbwa akamwambia paka, tema mate chini paka. Mbona wewe ndio unayependwa? Mwenzangu una uhuru. Unalala unapotaka, ukijisikia kwenda kulala kwenye kochi, ukijisikia kulala uvunguni, ukijisikia kwenda jikoni. Yaani una uhuru ambao mwenzako mimi sina. Nafungiwa nje kwenye banda. Usiku kucha nakaa na walinda, nyinyi mmelala. Napigwa na baridi mimi. Wewe upo ndani, mimi niko nje napigwa na baridi. Wewe ndio unayependwa, mimi hata sipendwi, mimi natumiwa tu. Tunajifunza nini? Namba 1, usitamani maisha ya mtu mwingine kwa kuangalia upande mmoja tu. Wewe unaweza ukayaangalia maisha ya mtu ukaona kama ana raha, ni mazuri, lakini siri ya mtungi wanasema ijuae kata. Adhabu ya kaburi, sijui kuna adhabu huko, aijuae maiti wanasema. Kwa hiyo aliyeko ndani ndio anayejua, mwenye maisha yake ndio anayejua maisha yake kama ni mazuri. Ndio unakuja kushangaa unakuta mtu, wewe unasema jamani, huyu ana raha, ana kila kitu, hana shida yote, lakini anajiua. Kumbe yeye ndio anajua anapitia nini. Kwa hiyo usitamani maisha ya mtu kwa kuyatazama tu kwa nje. Inawezekana wewe una maisha mazuri sana kuliko hayo unayoyatamani. Lakini jambo la pili tunalojifunza, kila baraka ina wajibu ndani yake. Kweli mbwa anapendwa, kweli mbwa amejengewa nyumba, kweli analetewa nyama, amewekewa bili ya nyama, lakini ana wajibu wa kulinda. Kwa hiyo hakuna baraka ambayo inakuja bila wajibu. Usitake tu baraka lakini hutaki kuwajibika. Hata unapoenda mbele za Mungu kuomba, sio tu kumkumbusha, baba ulisema utafanya hivi baba kwa ajili yangu. Baba, ahadi zako kumbuka. Wewe kama mtoto wa Mungu umetimiza wajibu wako. Kila baraka ina wajibu. Jambo la 3 tunaloweza kujifunza ni kwamba kumbe watu wanaweza kutamani kile ambacho wewe unakidharau. Pengine maisha yako unaona ya kawaida sana. Unajiona kama maskini, unajiona una maisha ya chini, lakini pengine kuna tajiri akikaa akikuangalia ulivyo na amani, unavyotembea zako kwa miguu yako. Pengine yeye ana pesa zimejaa benki, hawezi hata kuinuka. Anayatamani maisha yako, laiti ningekuwa hata sina chochote, lakini naweza kutembea kama yule mtu. Unacheka na mke wako, mmenua kaembe kenu ka shilingi 500, mnakula, unamlisha, mnakula, mnafurahi, ugali wenu unamlenda, lakini mnafuraha. Ukute yeye hana hiyo furaha. Kwa hiyo unachokidharau kuna mtu anakitamani. Jifunze sana kuthamini maisha yako. Jifunze sana kuthamini kile ulicho nacho. Hata kama wewe unakiona kwamba hakina thamani, lakini kuna mtu anakililia hicho. Kwa hiyo thamini sana ulicho nacho. Jambo lingine tunaloweza kujifunza ni kwamba wivu huzaliwa na taarifa nusu. Una taarifa nusu kuhusu mtu. Amepata sijui nini. Ana hiki. Lakini hujui kilicho nyuma ya pazia. Kwa hiyo siku zote unapohisi wivu kwa mtu fulani, hebu ukemee, ukatae. Kwa sababu ukipewa safari yake, ukipewa maisha yake ya ukweli, yale ambayo yako nyuma ya pazia, pengine hutayataka. Siku zote epuka kutamani cha mwingine ambacho hujui kuna gharama gani analipa nyuma. Na mwisho, kuwa mtu wa shukurani kwa hicho ulichonacho kabla hujakipoteza. Wakati mwingine thamani ya kile tulichonacho tunaigundua wakati tayari kimeshapotea. Na siku zote tafuta kutimiza kusudi la maisha yako. Safari hazitakaa zifanane.